Unakwenda kwa mchumba wako wiki 3 Arusha au Dar es Salaam kuna Christmas na mchumba wako, mnakulaje hiyo Christmas? Kwenye mabano lazima kuna uasherati na uzinzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sherehe kama hii sifanywe hivyo. Ikiwezekana watu wafanye ibada, sio ikiwezekana hasa zifanyike ibada za utakatifu kabisa, watu wakumbushwe kama hivi ninavyokumbusha, watu waelewe kwa nini wanakwenda kusherehekea hiyo. Ya majina yangu kamili ni mchungaji Dr. Jacobo Mutashi. Nachunga kanisa la EAGT Kiloleli hapa Mwanza. Nadhani ni busara sana niwatakie watu wote heri ya Christmas na mwaka mpya, kwa sababu tuko kwenye kipindi hicho, na baada ya kuwatakia heri ya Christmas na mwaka mpya, nadhani ni busara pia watu tunapokwenda kusherehekea Christmas na mwaka mpya kuelewa hata kidogo habari za Christmas na huo mwaka mpya, kwamba Christmas inatokana na watu wengine wanaposema ni birthday ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, baada ya kuzaliwa kwa ajili ya kutukomboa na kutuokoa. Birthday, lakini mimi nasema tusiite birthday, labda tunaipunguza nguvu, maana birthday ni kama ya Dr. Mutashi, ya huyu ya yule, inaweza ikawa kumbukizi kama hilo neno linafaa. Tunakumbuka kuzaliwa kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, watu wakajua kidogo ka historia ilikuwa kuwaje ikafikia hapo. Kwa kweli tunakumbuka kuzaliwa kwake baada ya miaka takriban 2000 iliyopita. Lakini chanzo chake hasa tunaweza tukasema tuanze kwenye uumbaji wa Mungu mwenyewe. Mungu alipoumba ulimwengu huu, Mungu mwenyewe yupo katika utatu mtakatifu, kwa maana ya kwamba Mungu ni mmoja wala sio miungu mingi. Mungu ni mmoja lakini katika nafsi tatu: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sasa nafsi hizi tatu, kila nafsi ilifanya kazi kwa wakati wake ulipofika. Mungu Baba alifanya kazi ya uumbaji wa dunia hii. Ukisoma Mwanzo ile sura ya 1 mpaka ya 3, ni kazi ya Baba kuumba ulimwengu na mwanadamu akawepo. Baada ya kufanya uumbaji, mwanadamu akaongezeka juu ya uso wa dunia mpaka ikaingia dhambi. Ilipoingia dhambi, hali ya mahusiano ya mwanadamu na Mungu ikawa haipo tena. Kwa hiyo ili kupatana na Mungu tena, historia inavyoeleza, wanadamu wenzetu waliotutangulia ilibidi, ili kusamehewa au kutakasika dhambi zao, imwagwe damu ya mnyama. Mnyama akitajwa kwenye Biblia ni mafahali au ndama au kondoo, kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu au kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Ilikuwa ni tabu sana, kwa sababu ilikuwa ni kila mara moja kila mwaka kuhani mkuu akiingia patakatifu na hiyo sadaka ya dhambi kwa ajili ya hao watu. Huyo ni Baba. Sasa tuko kwenye kipindi cha Baba, lakini usumbufu huo uliendelea, maana muda sio au nitoshi kueleza kila kipengele. Mungu akaona kwamba amtume mwanae, yani ambaye sasa nafsi ya pili, mwana, atumwe kuja kwa ajili ya mwanadamu. Damu yake itoke kama badala au kama dhamana au kama ukombozi wa mwanadamu, iwe once and for all. Aingie mara moja patakatifu kwa nafsi yake mwenyewe Yesu Kristo, basi iwe hivyo. Ndio maana mimi inakuwa vigumu sana kutofautisha Pasaka na Christmas, kwa sababu kama Yesu asingezaliwa, nani angekufa msalabani? Kwa hiyo muhimu wake mimi nasema unalingana tu. Kwa hiyo alipokubali, ukisoma watu watakwenda kusoma ile wa Filipi ile sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 7, Yesu naye akakubali kuja kuitoa nafsi yake kwa ajili ya mwanadamu. Sasa asingeweza kuja kama Mungu, kama mwili hivi au kama roho hivi, ilibidi aje kama mwanadamu,
na azaliwe kwetu katika hali ya binadamu na watu wamwamini, kwa sababu kama angekuja kama malaika au kama kitu fulani hivi, inawezekana hata watu wasingemwamini. Kwa hiyo ilibidi apitie kwa Bikira Mariamu, mama yetu tunamheshimu. Mungu alimpa neema iliyozidi wenzake kwa ajili ya utakatifu wake na ubikira wake, akatumika na alikuwa mchumba wa Yusufu. Watu tunaposoma Biblia, muda ukitosha watu wasome watakuta historia yote hiyo, lakini Bikira Maria akachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili atuletee Mwokozi. Sasa ni watu wamekuwa na maswali mengi na mambo mengi yanautata hapo, ambayo inabidi siku kama za leo au siku kama ya leo kuyatolea maelekezo au maelezo kwamba Yesu alikuja kupitia kwa Bikira Mariamu. Na mahali pengine watu wanasema kama ni hivyo, mbona alizaliwa miezi 6 sio mwaka? Huyu alikuwa ni mwanadamu wa aina gani? Wanasoma kitabu cha Luka, nadhani sitaweza kusoma, lakini watu wasome Luka sura ya kwanza ule mstari wa 26 mpaka 27. Watu watasoma hata waendelee mpaka mstari wa 36, watakuta maelezo hapo kwamba miezi 6 inayotajwa hapa, yule malaika Gabrieli alipomtembelea, ilikuwa ni mwezi wa 6 wa mimba ya Yohana Mbatizaji ndani ya tumbo la Elizabeti. Ukisoma hiyo maandiko nimekupa, utakuta hizo habari. Haikuwa inamaanisha Juni. Sasa watu ukisema mwezi wa 6 malaika Gabriel alikwenda hivi, watu wafikiri mwezi Juni alikwenda akakutana Mariamu. Ni mwezi wa 6 wa mimba ya Yohana Mbatizaji ndani ya tumbo la Elizabeti, na baadaye muda ulipotimia alijifungua, alizaa kama watu wengine kabisa walivyozaa. Kwa hiyo Yesu alizaliwa kama mwanadamu kwa ajili yetu tumwamini, na hiyo inatokana na Mungu kuupenda ulimwengu, akaona ile usumbufu wa damu ya mafahali, damu ya mnyama haikuweza kumtakasa mwanadamu na kumsamehe dhambi moja kwa moja. Walikuwa wakimaliza mwaka wanarudi tena dhambini, kwa sababu ile damu haina uwezo wa kuokoa. Kwa hiyo Mungu akaona hii damu ya mnyama na damu ya mafahali haina uwezo, haina nguvu ya kumkomboa mwanadamu na kumsafisha dhambi kabisa, ikaondoka jumla, akawa mtakatifu, akapatana tena na Mungu. Yesu alipokubali kuja na Mungu alipomtoa, watu wasome sasa Yohana sura ya 3 ule mstari wa 16 mpaka wa 18. Kuna habari pale kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili kila atakayemwamini aokolewe, kila atakayemwamini. Sasa niondoe utata hapo pia kwamba hakuja kwa ajili ya Wakristo. Hapana, kila mwaminie awe na uzima milele, kila atakayemwamini. Ndio maana katika Ukristo au watu waliokoka, ukija kufuatilia, wametoka kwenye dini mbalimbali, kwenye imani mbalimbali. Inapotokea akamwamini, tayari ni Mkristo huyo. Kwa hiyo Wakristo walipatikana baada ya Yesu kuja, waliomwamini, lakini alikuwa amekuja kwa wote. Na hata ukisoma Warumi ile sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 13, anasema katika hilo hakuna Myahudi wala Myunani, wote wanaomwamini hawatatahayarika, maana yeye ni Bwana wa wote. Hiyo nairudia ile andiko, watu walitafute Warumi sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 13. Inaelezwa kabisa yeye ni Bwana wa wote, mwenye utajiri, mwenye uponyaji, mwenye baraka kwa wote wamuitao. Sasa wasipomuita, hicho ni kitu kingine. Na kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka, kila atakayelitia jina la Bwana. Sasa hayo ni maelezo mengine kama muda ungetosha kuelezea, lakini nitaka kuweka hilo wazi kwamba alikuja kwa ajili ya wote, na mlango bado uko wazi kwa watu kumwamini na kupata uzima wa milele. Sasa tunaposherehekea au kukumbuka kuzaliwa kwake, hayo ni mambo ya msingi ya watu kuyajua. Na sasa tunawaagiza nini Wakristo au watu katika siku kama hizi za msimu wa Christmas na mwaka mpya? Labda kabla sijaeleza watu tunawaeleza nini, nieleze kwa nini inaunganishwa. Wewe mwenyewe ni shahidi, inatajwa Christmas na mwaka mpya. Huwezi kusema Christmas ukanyamaza.
zinaambatana pamoja, kwa sababu kabla ya Yesu kuzaliwa miaka ilikuwa inahesabika miaka kadhaa kabla ya Kristo, miaka 800 before Christ, miaka 1500 kabla ya kuzaliwa Kristo, yani kabla ya Kristo, before Christ, BC. Lakini alipozaliwa kalenda ikachange jumla, ikaanza na moja. Kwa hiyo sio mwanadamu, kwamba mwanadamu wa kawaida kama mtu kama yule. Ndio maana mimi nasema hatuwezi kuita birthday kama za wanadamu, kwa sababu yeye kwanza alitabiriwa kabla ya kuzaliwa, miaka 700 kabla ya kuzaliwa. Nabii Isaya alitabiri kuzaliwa kwake katika kitabu cha Isaya ile sura ya 9, watu wasome mstari wa 6. Alitabiriwa kabisa, ni mfalme wa amani, ni mfalme wa amani na mambo mengine yametajwa pale. Unaona? Kwa hiyo watu wakiyajua haya, mimi nadhani ni faida. Sio mwanadamu kama wanadamu watu wanavyodhani. Hakuna mwanadamu anayetabiriwa kwamba atazaliwa. Watu wanazaliwa, baba na mama wamependana, wamezaa mtoto, hakuna anayetabiri kwamba wewe atazaliwa. Lakini Yesu alitabiriwa miaka 700 kabla ya kuzaliwa, na bado tunaona kuzaliwa kwake hakuwa kwa kawaida, maana ilikuwa ni hali fulani ya kiungu ilionekana na kutawala kabisa. Na kwa hiyo tunachowaeleza watu ni kwamba hiyo waijue kwamba alizaliwa kama mwanadamu mwingine, na alifuata taratibu zote za mtoto anapozaliwa. Alinyonya matiti ya mama yetu Mariamu, alitimiza sheria zote za Kiyahudi, alitahiriwa siku 8 zilipofika na akapewa jina. Ilikuwa ni kawaida kabisa, ni sheria ya Kiyahudi, sheria. Kwa hiyo alienda hivyo katika taratibu zote mpaka kafikia mahali pa kuanza kazi ya wokovu na ukombozi na uponyaji akiwa na miaka 30. Kwa hiyo akawa mtu mzima kama kawaida. Sasa ilikuwa ni Pasaka. Ningewaeleza watu kwamba hata yeye akuleta Pasaka, alikuta Pasaka. Maana Pasaka historia yake inaanzia katika uhuru wa wana wa Israeli, ikatoka agizo la milele iadhimishwe vile vile. Tuiache hiyo kwa sababu sasa ni Christmas. Ikifika Pasaka nitazama zaidi kwenye historia ya wana wa Israeli kutoka Misri kwa Farao. Kwa hiyo tunawaagiza sasa watu hawa, katika kusherehekea sherehe kama hii, wafanye sherehe yao kwa hali ya utakatifu sana, kwa sababu sio birthday. Nazidi kujitetea, sio birthday kama za wengine wanaweza kuadhimisha na vinywaji, kufanya hivi na vile. Mwingine anasafiri kwenda Arusha kwa mchumba wake kula Christmas huko. Binti unakwenda kwa mchumba wako wiki 3 Arusha au Dar es Salaam kula Christmas na mchumba wako, mnakulaje hiyo Christmas? Kwenye mabano lazima kuna uasherati na uzinzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sherehe kama hii sifanywe hivyo. Ikiwezekana watu wafanye ibada, sio ikiwezekana hasa zifanyike ibada za utakatifu kabisa. Watu wakumbushwe kama hivi ninavyokumbusha, watu waelewe kwa nini wanakwenda kusherehekea hiyo. Wenye nguo mpya hawajakosea, ni sawa, maana ni siku maalum. Chakula maalum wafanye hivyo kwa sababu ni siku maalum pia. Kuondoka kwenye vyakula vya mazoea vya kawaida vya kila siku kama kauwezo kapo ni sawa. Na mimi natoa ombi langu kwa wazazi kwamba hata kwa watoto, ili waone kwamba hii siku ni muhimu, hata sheria zingine zipungue kabisa pale nyumbani. Kama inawezekana kauwezo kapo, mzazi anaweza kaona hata kreti 2-3 za soda, hata kama watoto ni wachache, ili wanywe soda kila mtu anywe Sprite, anywe Coke, anywe Pepsi, anywe Mirinda, ajue ladha ya kila soda. Ni siku maalum, na hiyo tunalisema hivyo. Lakini la pili tunalosema watu kuambia wasifanye sherehe hii katika ya uchafu na dhambi, mimi naweza nikasema kwamba watu tunawakumbusha sasa, kwa kuwa wanasema Kristo azaliwe mioyoni mwetu, kwa hiyo wajitakase. Kwa maana hiyo yeye ni mtakatifu, aweza kukaa kwenye moyo mchafu. Sasa hayo yafundishwe makanisani, hayo yafundishwe kwenye vyombo kama hivi. Watu wachukue muda huo kujisafisha na kujitakasa na kuishi vizuri, na wajue kwamba Yesu Kristo kama anazaliwa ndani ya mtu, lazima akuwe huyo mtu. Huyo mtu kama Kristo alivyozaliwa, hakubaki kuwa mtoto ananyonya.
Nimesema alifuata taratibu zote mpaka akaachishwa matiti ya mama yake, mpaka akawa na mama na Yusufu kama baba, wakaishi katika sheria zote za Kiyahudi mpaka alipotimiza hiyo miaka ya kufanya kazi, miaka 30. Lakini pia watu wakiojua hayo, ni vizuri kabisa kwamba waandae mioyo yao ili Mwokozi azaliwe ndani mwao. Sasa sio kuandaa kinadharia hivi ili kusudi kisha Christmas tena waanze kuchafuka tena wasubiri nyingine. Ina maana wakae katika hali ya usafi na utakatifu, wamtunze ndani ya mioyo yao, kwa kuwa ni mfalme wa amani. Haya matukio ya uvunjifu wa amani tunayoyaona ni watu baada ya kumpoteza mfalme wa amani, wakaanza kuishi maisha wanayotaka wao wenyewe. Sasa mimi nitaka hayo niyaseme katika siku kama ya leo, watu wayajue kabisa na waalikane. Ni siku nzuri sana, watu waalikane. Sasa imeitwa Christmas na mwaka mpya, nadhani nimeeleza kwamba alipozaliwa mwaka ukachange, ikaanza mwaka mpya kabisa, ikaanza na moja. Ukisoma miaka ya kabla ya kuzaliwa kwake ilikuwa inahesabika 800 kabla ya Kristo, lakini alipozaliwa inaanza kuhesabu miaka 10 au miaka 100 baada ya Kristo. Amini baada ya Kristo, BK au AC, after Christ. Hiyo ni BC, before Christ. Kwa hiyo mimi nadhani nitakuwa nimejitahidi kueleza, watu wameelewa sasa Christmas ni nini na siku takatifu sana, watu waiheshimu sana. Lakini kwa kumalizia, ni waombe kabisa wasikilize maagizo yanayotoka kwenye vyombo vya ulinzi, kwa sababu hizi ni sherehe. Kuna watu kukusanyika kwa wingi, kuna watu 1, 2, 3. Sasa kwa kuwa nimeshatahadharisha wasisherekee na vilevi, ina maana hapata kuwa na magomvi wala uvunjifu wa amani wala matukio ya jinai. Unajua mtu akisha leo anabadilika na kuwa mnyama sasa. Kwa hiyo wasikilize RPC anatuagiza nini, na kwa kuwa ni nchi nzima inanisikiliza, nasema RPC mikoa yote watakuwa wanatoa maagizo watu wa behave vipi kwenye hizi sikukuu zote mbili, Christmas na mwaka mpya. Sasa tusikilize tunavyoelekezwa na tufuate. Kwenye mabano nasema watu watii mamlaka ili wawe salama. Watakao kwenda kinyume cha maagizo ya RPC na watakutana na vitu vingine. Sababu RPC anapoagiza watu wawe na utulivu, watu wafanye 1, 2, 3, haishi kuagiza tu, anakuwa amejiandaa kukutana na watakao vunja hizo sheria na hayo maagizo. Kwa hiyo ningependa mimi watu wamalize salama hizi sikukuu, wasikutane na virungu vya polisi, wasikutane na mabomu ya kutoa machozi, wasikutane na 1, 2, 3 hizo, wamalize salama. Sijawahi kuona polisi anafuata mtu nyumbani kwake anagonga hodi anamwagia maji ya kuwashawasha au anampigia bomu la machozi, hapana. Kwa hiyo watu watii amri, watii maagizo, washerekee vizuri, basi hivyo tu.